Watu wa Mungu, nimependa nitoe update ya nini kitafuata baada ya hapa. Update zaidi mtaendelea kupewa, na nimependa nimtambulishe mtu ambaye hata ukimuona basi jue ndiye atakayekuwa akitoa updates za nini kinafuata. Cha kwanza ni kwamba msiba kwa ujumla, ndugu zake waliopo Dar es Salaam, ndugu zake binti yangu Sifa, wameona vema pia ili msiba kwa ujumla uendelee hapa Kigamboni, Geza Juu, karibu na zilipo ofisi za wilaya ya Kigamboni. Ukipita tu zilipo ofisi, kituo kinachofuata ni Geza Juu. Kishuka hapo Geza Juu, basi unauliza hao wa pikipiki kwamba kwa Mama Beda. Tafadhali, ni vizuri sana pamoja na simu tunazoweka, ni vizuri ukariri tu hii Geza Juu, kwa karibu na zilipo ofisi za wilaya ya Kigamboni. Kipita tu kama natokea feri, kama natokea mjini, ukipita tu pale zilipo ofisi, kituo kinachofuata kinaitwa Geza Juu. Ukishuka pale waulize wa bodaboda kwamba kwa Mama Beda. Nadhani nauli ya bodaboda kuja hapa ni shilingi 1000, lakini kama unaweza kufika mwenyewe pia wanaweza wakakuelekeza. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, kwanza nieleweke, msiba kuanzia usiku huu na kesho siku ya Jumatano, iwe familia, iwe kanisa, iwe ndugu, iwe jamaa, iwe marafiki, tutakuwa kila kitu kitaendelea hapa tulipo kanisani na nyumbani kwangu. Lakini ikiwa hiyo haitoshi, kwa taarifa za awali kabisa, tunategemea kufanya ibada ya kumwaga binti yangu hapa siku ya Alhamisi kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 8 mchana ama saa 7, ili ikiwezekana safari ya kumsafirisha toka hapa Dar es Salaam hadi Karagwe, Kagera, Koba, ikiwezekana ianze mchana huo. Na taratibu zingine za kule nadhani tutaendelea kuwapeni ama tutaendelea kuzitoa tutakapofika kule. Jambo ambalo nataka kwa yeyote ambaye ni sehemu ya maisha yetu, maisha yangu kama mchungaji Mbarikiwa, sehemu ya maisha yetu kama kikosi kazi cha Injili, ni sehemu ya maisha ya binti yangu Sifa, na unapenda kushiriki mateso haya kwa kuwepo kwako mwenyewe, usafiri pamoja nasi, lakini pia kwa kuwezesha kwa namna yoyote. Namba tunazokuwa tumeweka hapo ndio namba ambazo unaweza ukatuma, na zote mbili zinasoma Mbarikiwa Dickson Mwakipesile. Lakini jambo lingine ni kwamba kulingana na mengi nilionayo, moja ya namba hiyo, mtu ambaye utakuwa ukiwasiliana naye akupa maelezo ya kina, ni mtumishi wa Mungu John, ambaye wakati mwingine kwa mlioko nje ambao unaweza ukataka pengine utume kiasi chochote kwa Western Union, usiokaona ajabu tusipoweka kitambulisho cha Mbarikiwa Dickson Mwakipesile au Salome Mwampeta, tukaweka kitambulisho cha huyo John Juma.
ni vizuri uamini, kwa sababu sisi hatuna uwezo wa kuanza kuhangaika na hiyo miamala kwenye hayo maeneo ambayo unaweza ukawa umetumia kupitia hao. Mimi yangu ni haya. Maswali na lolote takalopungua, tumia namba za simu tutakazoziweka hapo, lakini pengine tukiona comment ama maswali hapa na pale, hata kwenye message za kawaida, kwenye simu za kawaida, tutaweza kurudi tena na tena na tena ili kutoa maelekezo ambayo yatafanya watu wote waelewe. Sijui kama neno lolote. Tunashukuru, tunamshukuru Mungu kwa hili lililotukuta. Kwa lugha rahisi tunasema ni mapenzi ya Mungu tumepokea, lakini kama ilivyo ada yetu sisi wa Afrika na wa Tanzania, basi tuendelee kushirikiana tu tuweze kukamilisha jambo hili mpaka liweze kuisha. Mungu awabariki sana. Amen. Na kwa kushukuru kwake, nimekumbuka jambo ambalo hata kwenye grupu ya kwanza ilikuwa na muhimu sana, lingekuwepo, lakini kama sehemu yoyote ikufikie. Shukrani kwa mliokuwa pamoja nasi kwa mambo mengi, mlio pamoja nasi kwa mambo mengi ambayo tumeshaonekana ni watu wa majanga. Kwa majanga yoyote ambayo tumeshapitia, uliye pamoja nasi, asante sana. Lakini pia kwa shida hii ya sifa, namna zote ambazo tumeendelea nayo mpaka tumekutana hiki, asante sana uliye pamoja nasi. Lakini pia asante kwa yeyote utakaendelea kuwa pamoja nasi